Na mtazamaji wa Selfix Media, karibu, na hii ni Mjengoni Podcast, sehemu ambao tunakuwa na wageni mbalimbali, tunazungumza nao masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na mambo mengine mbalimbali. Mimi naitwa Samuel Salum, na leo bana mimi nataka nikueleze kitu kimoja. Unapoingia mtandao wa TikTok unakutana na watu wengi wanafanya content, lakini kwenye content hizo kuna content za vichekesho, na leo tupo na mmoja kati ya comedian ambao tutazungumza naye kuhusiana na masuala mazima ya comedy, hasa za vichekesho. Na moja kwa moja tupo naye mgeni wetu hapa, anaitwa Wizzy Comedian. Tutaenda kumfahamu zaidi yeye ni nani na mambo mazima kuhusiana na career yake ya comedian. Bana Wizzy, karibu sana. Shukrani sana. Karibu sana ndani ya Selfix Media. Nashukuru na nafurahi kuwepo hapa. Sawa sawa. Kabla tujaanza, tumfahamu kwanza Wizzy ni nani? Kwanza mtambue labda kwamba Wizzy naweza kusema ni kijana ambaye aliamua kutumia fursa ya ucheshi kuwa kama ajira na sehemu ya kufurahisha watu katika jamii. So watambue kwamba Wizzy ni kama mchekeshaji ambaye yupo kwa ajili ya kuwafurahisha na kufanya comedy iwe katika njia ya ubunifu zaidi tofauti na wanavyofikiri. Yeah. Kwenye mitandao ya kijamii tunakufahamu kama Wizzy Comedian. Lakini jina lako ni nani? Jina langu? Yes. Kwa majina yangu kamili wanaita Baraka Mushi Victus. Yeah. Maisha yako ya nje ya comedy yakoje hasa? Maisha yangu ya nje ya comedy ni msomi wa kawaida ambaye naweza kusema mimi ni msomi. Nipo katika mazingira ya chuo. Wanafunzi wa chuo. Okay, sawa. Tueleze safari yako ya comedy, ilianza lini? Labda mwaka gani na ilianzaje? Kwa safari ya comedy ilianza pale nilipomaliza form 4 ndo ikaanza rasmi. Nilipomaliza form 4 ndo nikaanza sasa kufungua mitandao hii. Nilipofungua mitandao nikaanza sasa kuachia kazi zangu rasmi, ijapokuwa hazikuwa zinapata attention hivyo. Lakini nashukuru Mungu mpaka sasa bado tunapambana. Okay. Wakati unaanza kufanya comedy, kwenye sisi tunaona tukiingia TikTok au Instagram tunaona kwamba unafanya kwa njia ya masimulizi. Umeona? Kwa njia ya masimulizi kama The Storybook, lakini wewe unaifanya tofauti. Ilikuwaje mara ya kwanza wakati unaanza kufanya, na matokeo yake unayaonaje? Matokeo yake mimi nimeona ni mazuri na makubwa. Kwa sababu imenibadilisha vitu vingi katika career yangu. Kwa sababu nimepokelewa vizuri na watu mbalimbali wamenitambua kupitia hiyo idea. Kwa kikubwa naweza sema tofauti nimeiona kubwa. Okay. Watu huwa wanaona matokeo ya mwisho. Tunataka tufahamu, huwa una freestyle au unaandaa script kabisa kwa ajili ya kufanya? Mimi itakapo ni lazima sasa nipige freestyle. Napiga kwa sababu kuna muda yani content inaipata ambayo inakuta ina uwanda mpana wa kuongea. Kwa mwisho wa siku unakuta yani freestyle inakuwa ni easy tofauti na ile nyingine ambayo unakuta lazima kwanza uandike maneno fulani hivi ya uchokozi watu waweze kusikiliza. Kwa content creator sio rahisi, lakini wewe umeweza kufanikiwa kwa njia fulani. Kuna ile pressure ya mashabiki, comments nini, huaga zinakusumbua kwa wakati fulani. Labda mtu ana comment, umeiga, hamna kitu au chekeshi au nini. Kwako huwa ikoje? Mimi kwangu hiyo nachukulia kwanza sometimes kama ni challenge tu za kawaida, kwa sababu unakuta katika comment labda 100 za watu wanakuambia unajua, watu wamefurahi, lakini unakuta katika comment labda tu katika comment 100 comment 3 tu ndio watu wanasema hivyo. Kwa nini wao watu watatu? So naona kama ni challenge tu za watu wengine, labda ndio hivyo. Huwezi ukapinga mtazamo wa mtu kama umjui. Okay. Sasa hivi tunaona TikTok wamebadilisha. Zamani kwenye swala la hashtag, zamani mtu ulikuwa unaweza kuweka hashtag nyingi, lakini sasa hivi kuna hashtag 5 ndio unaweka. Kuna namna vile imekushusha labda kwa viewers wako au? Hapana. Hapana, hashtag kwangu haijawa sababu kusema kwamba imenishusha. Kwa sababu ubora wa kazi ndo lazima kama labda ndo hashtag zenyewe, kwa sababu unachokifanya kitu kama kitu ni kizuri hata usipotia hashtag na kuhakikishia kitaenda. Okay. Unadhani content zako comedy unayofanya imeleta impact yoyote kwa jamii, kwa vijana? Labda wanakutafuta, kuna kitu chochote ambacho unaona kwenye jamii hii imeleta impact fulani? Yes, hapo imeleta impact kwa sababu
na nikasema kama kutafutwa natafutwa, na sio tu impact tu ya watu kunitafuta. Kuna wengine nimelenga nikasema mimi binafsi naona nimehamasisha vijana wenzangu ma content creators wengine kufanya vitu ambavyo labda wengine wanaweza kusema labda wanaona wizi, anaweza kana anafanya kitu bora. Kwa kuna namna mtu anaweza kutumia tu hata idea yangu akafanya, wengine tu akaomba tufanye idea yangu kwa njia yani kwa wazo lake, lakini tunatumia idea yangu. Kuna clip yoyote ambayo ulishawahi kufanya hadi leo ukitazama inakuchekesha zaidi kuliko clip nyingine zozote? Zipo tu nyingi. Ila kuna moja hiyo na yenyewe ilinichekesha sana. In the storybook. Ilikuwa ile ya mtu anayekatika viuno ile. Yes. Swali kubwa. Mkongomani. Huyu ndiye Mkongomani wa kwanza ulimwenguni aliyegundua mitindo ya kudansi ikiwemo kiuno makata, kiuno bolingo na kiuno kibondo. Kwa hiyo ndio ile kuchekesha zaidi. Ile hata mimi mwenyewe nikitazama hivi nasema nifanye ujinga huko. Sikuna hata aibu. Sawa. Wapo wachekeshaji wengi ambao ni ma content creator. Ni mchekeshaji gani ambaye anakuvutia zaidi kwenye masuala mazima ya comedy? Wapo wengi, lakini nitaanza kutaja ambao naweza nikasema labda wapo vizuri na wanapambana. Kuna huyo anamuita Dompinyo. Dompinyo. Sasa sijui nataka niwataje wangapi. Tuchagie watatu. Kuna Dompinyo, kuna J Kiporo, kuna jamaa mmoja hivi wanamuita nani? Wanamuita Lastiboni. Ino Lastiboni. Sawa. Kwenye comedy kuna changamoto nyingi ambazo kwenye kazi yoyote unakutana na changamoto fulani ambazo zinaweza kurudisha nyuma. Kwako ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kuna wakati ikafanya kama unarudi nyuma? Changamoto zipo. Changamoto zipo, sometimes unakuta una shoot hauna yani simu. Mimi mwenyewe binafsi sometimes vifaa vinasumbua. Kwa unakuta mpaka mtu unamtafute mtu njoo bwana tu shoot hivi na hivi. Unatamani kutengeneza kitu kizuri kikubwa, lakini huwezi sasa kumsumbua mtu kwa sababu ni kitu chake. Kwa sometimes nao ni changamoto. Changamoto nyingine labda wadada hawa wanazingua katika kutokea katika location kushoot. Watu wafiki kwa wakati, unakuta wewe ndio upo serious peke yako, wengine wanazembea hivyo. Tukiachana na comedian, kama usingekuwa comedian, ni kitu gani ambacho ungekuwa unakifanya? Sanaa tofauti na comedy. Mimi napenda kuigiza tu. Maigizo. Labda ushawahi kutafutwa labda na watu wakasema tufanye kazi kubwa zaidi ya comedian? Of course washanitafuta, lakini naweza nikasema siwezi nikasema ni watu ambao labda ni wakubwa kiivo, lakini washanitafuta watu ambao ni familia. Sawa. Unamshauri nini mtu ambaye anaanza, labda anataka kuanza kufanya comedy kama wewe? Ni vitu gani ambavyo anatakiwa vizingatie zaidi? Mimi namshauri tu mtu ambaye anaanza comedy asikate tamaa cha kwanza. Lakini aamini kwamba ubunifu ndo njia sahihi katika kuteka jamii na mashabiki kwa ujumla. Kwa wao na azingatie ubunifu, kwani kwamba ubunifu wa kazi yake azingatie na attention, ya basi content yake na attention. Na kabla hajaposti HD quality nzuri na mawazo mazuri ambayo yanaweza yakagusa hata jamii, mtu akaendelea kuangalia. Tuliona Jamali Aprili aliposti kuhusiana na content zako. Wewe baada ya kuona ameposti ilikuwaje kwa upande wako? Kwanza nijisikia furaha kwa sababu ni mtu ambaye mkubwa katika game. Na ni mtu ambaye jambo lake hajalichukulia kwamba mimi nimelifanya labda kwa athari labda ile yani kwa hasi. Kwa nimefanya pia kwa mimi mwenyewe kujitafuta, na yeye mwenyewe ametambua hilo swala. Mimi nimejisikia vizuri kwa sababu ananisupport. Kwa hiyo mtu mwingine labda angeanza kuona naanza kutembea na brand tena nini, mwisho na kuweka copyright uende tena mjini. Lakini mtu mwenye roho safi kama yule, nashukuru. Unaona sasa hivi unafanya content za kama Doto Magari. Kuna athari yoyote ambayo umekutana nayo? Hapana. Ila athari labda sijakuwa labda athari kwa maana kwa sababu tunaona unafanya content kama za Doto Magari, lakini baadaye unafanya kwa njia ya matangazo. Yes. Shakuelewa. Kwa kweli athari ipo, athari chanya ambazo amesema zinanipa faida pia mimi. Yes.
watu wanaona bwana huyu kijana anaweza kufanyia tangazo kwa huu muonekano wake, kwa sababu Doto Magari anafanya pia matangazo kupitia yeye mwenyewe, tunamtumia katika biashara za watu wengine huko. Okay. So haja kutafuta labda kusema labda unatumia brand yake? Na hapana, lakini ameshachukua kazi zangu nyingi sana, ameziposti huko Facebook, Instagram. Mimi waga sipostigi Facebook, lakini yeye ndo anazichukua anaziposti. Ndio maana kuna watu wengine wanaziona kule. Wanaziona kwa sababu ya Doto Magari. Okay. Wao anachukulia ni kama vile vijana wana hao. Wanafanya kitu. Sawa. Dodoma ni nyumbani au? Yeah, of course Dodoma nyumbani. Okay. Maana sisi tumekujulia tulivyokuwa tunakuona uko Dar. Yeah. Dodoma ndo nyumbani. Dodoma mimi ndo familia ipo bwana hapa. Okay. Sawa, tukimalizia ni neno gani ambalo unawaambia mashabiki zako ambao wanakufuatilia zaidi? Mimi mashabiki zangu nawaambia kwanza wakae mkao wa kula, watulie. Vipo vitu vingi vizuri. Mimi nawashukuru sana kwa sababu wananisupport na bado wanaendelea kunisupport. Wasionijua wataendelea kunijua. Kwa sababu bado tupo hai, tunaendelea kupambana. Nawashukuru Mungu na watarajie vitu vizuri. Hicho. Wenye vichogo. Hivi mimi nitawaambieni mpaka lini wewe msomi hapo na meno yako ya kuungua shamba. Isa, nipo hapa sasa Selfix Media. Wewe upo wapi hapa sasa hivi kichogo? Wewe nilikwambieni vilo vyenu hivyo visikununu hivyo. Fanyie, ni wasomi. Mimi mpaka nachoka kuwaelekeza wewe na meno yako kuungua. Mkaa hapo tulio niangalie kwenye simu ya mkeo wa Selfix Media kichogo. Wewe nipo na Mwarabu hapa mshamba. Kuna mtu atajua mimi nipo Dubai mshamba. Wewe mimi sipo Dubai mshamba. Wewe kichogo, sipo Dubai, nipo hapa Dodoma. Haya, wewe upo wapi sasa hivi? Mimi nachoka kwa shamba. Sawa, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Naam, mtazamaji, hiyo ndo tulikuwa na Wizi hapa, Wizi Comedian. Nadhani mmeona na ametueleza mwanzo mwisho kile ambacho anakifanya, process anazochukua, na anaweza kutuchekesha kupitia TikTok, kupitia Instagram, na tunaona impact nzuri, tunafurahi na tunaona kwamba imemletea matokeo chanya hadi yeye anatafutwa na watu mbalimbali na anaweza kuwatangazia. Ni kushukuru sana kwa kutufuatilia ndani ya Mjengoni Podcast. Mimi ni Samira Salum, nyuma ya kamera ni Brother Omari Official. Waliotudhamini ni Sapphire, ukumbi ambao ni kwa ajili ya matukio mbalimbali yanafanyika pale, harusi, send off, mikutano na mengine mengi. Mimi niseme sina la ziada.